Hivi blaza, rasilimali kama madini na nyinginezo zina mchango gani katika pato la taifa? Kwanza ni vizuri kufahamu ya kuwa pesa zote zitokanazo na rasilimali kama vile madini na vyanzo vingine vya mapato zote hukusanywa na kuhifadhiwa serikali kuu. Pesa hizi ambazo kwa ujumla wake huitwa pato la taifa, serikali huzitumia kulingana na matumizi muhimu ya kila mwaka nchi nzima na utekelezaji wa miradi mikubwa ya kitaifa. Sekta ya madini ina mchango mkubwa sana katika pato la taifa, na ndio maana serikali imeendelea kutangaza rasilimali hizi ili kuvutia uwekezaji wa nje na wa ndani kwa kuweka mazingira rafiki kama vile ujenzi wa barabara za kiwango cha lami nchi nzima, huduma ya umeme wa uhakika, amani na utulivu wa nchi, na utungaji wa sheria zitakazovutia wawekezaji. Mfano, kwa kipindi cha miaka minne, serikali imefanikiwa kutoa leseni kubwa 5 za uchimbaji wa madini kwa kampuni ya Sota Mining Corporation ya wilayani Sengerema, Tembo Nickel Corporation Limited iliyopo Ngara, Faru Graphite Corporation Limited iliyopo Mahenge, Mamba Minerals Corporation Limited iliyopo Songwe, Nyati Mineral Sands Limited iliyopo Pangani, ambazo zimeiwezesha serikali kukusanya shilingi trilioni 2.64 za Kitanzania. Lakini vile vile serikali haijawaacha nyuma wachimbaji wadogo wadogo. Kwa kipindi cha miaka minne imejitahidi kutoa leseni ndogo za uchimbaji madini zisizopungua 30,191. Haikuishia hapo, bali ilinunua mitambo mikubwa 5 ya uchorongaji iliyowanufaisha sana wachimbaji wadogo wadogo na kuanzisha kiwanda kikubwa cha kusafisha na kuongeza thamani ya dhahabu cha Geita chenye uwezo wa kusafisha kilo 600 za dhahabu kwa siku. Serikali inajivunia kukua na kuimarika kwa wawekezaji wazawa katika sekta ya madini. Mfano, kampuni ya Ruby International inayoongoza kwa uzalishaji wa madini ya vito aina ya spinel barani Afrika ni fahari kwa serikali na taifa kwa ukuaji wa wawekezaji wazawa. Katika kuimarisha mazingira ya ukusanyaji mapato, serikali ilianzisha vituo 65 vya ununuzi wa madini katika mikoa 30 ya kimadini na kufanya jumla ya vituo vya ununuzi wa madini kuwa 105 nchi nzima. Jitihada hizi zilizofanywa na serikali katika kipindi cha miaka minne zimechochea kuongezeka kwa mapato kutoka bilioni 626.61 mwaka 2021 na kufikia bilioni 753.62 mwaka 2024. Katika sekta ya utalii, serikali imefanya jitihada kubwa ya kutangaza vivutio vya utalii, hii ikihusianisha ubunifu na utengenezaji wa filamu maridhawa ya Royal Tour iliyopeperusha bendera ya Tanzania kimataifa. Jitihada hizi zimechochea sana ongezeko la utalii na kupelekea Tanzania kuongoza barani Afrika kwa ukuaji wa utalii katika kipindi cha mwezi Januari hadi Julai mwaka 2024. Mapato yatokanayo na utalii yameongezeka kutoka dola bilioni 2 mwaka 2021 hadi kufikia dola bilioni 3.4 mwaka 2024. Huu ni uthibitisho wa mafanikio ya kampeni zilizolenga kukuza sekta hii muhimu.